Kila mtu kwenye kama 90% au zaidi kwenye stage kwenye maisha, kuna stage kwenye maisha ulikutanaga na mtu uliyempenda sana kwenye mahusiano. Mnanielewa? Na yule uliyempenda sana ndiye aliyekuacha. Mnanielewa vizuri? Na wengine hata baada ya kuokoka, yule ambaye ulisema yani mimi huyo hata mimi siko tayari kumpoteza, Mungu alihakikisha unapoteza. Ila mbuku. Kuna watu mnanielewa nachokiongea, najua mnanielewa. Yuko anayenielewa. Yule ambaye ulisema mimi niko tayari kufanya lolote kwa ajili ya huyu baba ama huyu kaka ama huyu dada, Mungu alisema na mimi nitakuonyesha niko tayari kufanya lolote. Mwisho wasema nimefanya kila kitu. Nimefanya kila kitu. Kuna watu, wanawake ni wabaya sana, ama wanaume ni wabaya sana. Yale majeraha yaliyokuumiza wewe, Mungu alisema asante. Unanielewa sawa? Sasa hivi hata ulipoingia kwenye hiyo ndoa, kwenye mahusiano yaliyokupa ndoa, ulikuwa unaingia huyu sijui ndo kama wale. Yaani moyo wako hujampa wote, ndipo ulipoolewa. Mnanielewa sawa? Lakini yule ambaye anasema yani mimi yuko wapi? Kiko wapi? Kilikulamba, si ndio? Bwana asiwe. Kwa sababu Mungu anataka nafasi yake iwe peke yake kwenye moyo wako. Moyo wako ukishatoa kwenye kitu chochote ukakipenda sana, atahakikisha anakiondoa kwako. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo ninawatia moyo wote. Achana ujinga wa kusema yani mimi nampenda huyu, mimi haja kuoa bado. Umeelewa sawa? Mungu atajaribu kumuondoa. Kwa hiyo sio kila mtu aliyekuacha hakuwa ni mapenzi ya Mungu. Kuna mwingine alikuwa ni mapenzi ya Mungu, ila Mungu aliona alipokuletea ukahamia kwake moyo wako, akasema ngoja nimtoe uendelee kufanya mazoezi. Bwana Yesu asiwe. Uendelee kukomaa, maana apewe sifa, usisahau. Kwa hiyo unaposema uko tayari kumwachilia mtu, Bwana asiwe, na ukweli ndoa yoyote yenye Mungu ndani ni ndoa ya watu ambao wamempa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yao. Kwa hiyo hayuko tayari kumpoteza Mungu kwa sababu mume wake anasema makosa, mume wangu hili jambo sio sawa mbele za Mungu, mke wangu hili kitu sio sawa mbele za Mungu. Na hata ninyi wakaka wadada tulioko hapa mnafahamu. Bwana asiwe. Mtu uliye naye kwenye mahusiano anapokuambia mbona hujaenda kwenye ibada? Kwa nini hujaenda? Achana na mambo, ingia kwenye ratiba fulani. Moyo wako unajua na mali kabisa na mtu sahihi. Lakini unamwambia mtu bwana sasa ndio maombi tutaomba baadaye, tumalizie kwanza kupiga story. Sawa. Kama msukuli tu unaambiwa kila yaani unachoambiwa atahakikisha mahusiano yanavunjika. Na kama uko hapa nimekupa taarifa mapema, unaenda kuachika. Na Bwana akubariki.